Oye Blaza. Vipi? Poa. Mbona unaonekana hapa alafu uko kwenye hali mbaya? Alafu wewe ni mgeni kabisa kwenye au mtaa. Nipo tu nimepumzika hapa. Samahani lakini naweza nikaondoka labda. Hapana. Mbona unaonekana una majeraha alafu unaonekana wewe ni mgeni kwenye maeneo? Hamna chochote. Ila mimi nilikuwa na sinzia tu. Toka jana sijala. Sawa. Kuhusu chakula usijali, nitakusaidia. Na sitokusumbua sana kukuambia hivi nielezee shida zako ni ipi au shida ni nini. Ngoja kwanza upate chakula ili unielezee vizuri. Haya. Mimi sasa hivi hamna usinipe chakula chochote. Weka na maharage Blaza. Nishangae sana. Maharage ni matamu haya. Maamuza. Aizo unapenda sana kuweka vitu vilaini huko. Ndio maana kila siku tunakuja wateja kama wote. Wewe ndio umeniuliza, umenipigia wewe. Blaza, mimi na hela 2000. Kwa hiyo wewe kula tu staarabu. Utashiba mno. Kanya maji.
Madogo tu dada, madogo tu. Hata nani atafaliwa wanasema hivyo Tanzania. Bibi, sasa hivi unajisikia? Niko poa. Unakubali kwa ishara tu sasa hivi. Pole hapa ndio nyumbani. Kwa tumeshafika kabisa. Tumeshafika hapa. Pawana. Baba. Baba. Nani huyo? Ni mimi hapa. Tuna mgeni? Shikamoo. Baba, habari yako kijana? Salama. Vipi hali yako? Nakuona. Sasa baba, nilitoka pale nyumbani sasa. Eti pale hapa nyumbani nikaenda bustanini kule. Sasa kupita hivi wakati narudi nikakutana na huyu sasa. Yuko kwenye chocho anatetemeka. Mwili mzima sema huyu nani? Nikachungulia hivi nikamwona huyu brother sasa. Anatetemeka hivi. Unaona maalama haya. Sasa kuna vitu kuna shida gani brother? Akaniambia sasa vitu vingi sana amenieleza. Nikajifikiria mimi ni binadamu, wote tunatembea. Alafu huyu ni mgeni kwenye mtaa huu. Naona. Sasa nikafanyaje? Nikasema nimchukue nije naye kwa nyumbani. Ili tuone namna ya kumsaidia. Naona. Sasa nafu nilivyoangalia hapa chumba hiki tutamstiri kidogo hata siku 3-2. Mwisho wa siku sasa yeye mwenyewe ataona mwelekeo afanye. Aenda anakoenda baba. Ndio hivyo. Basi kijana, karibu. Kumburo. Asante sana. Naomba tuongee kidogo. Haya baba, kaa. Fanya haraka kidogo tuongee. Haya. Kaa usiwe na wasiwasi. Hapa ndio nyumbani. Sawa? Kumburo, wewe unamjua huyu kijana? Kama nilivyokuambia. Ni mwenyewe yani sema namjua. Ngoja kwanza. Kwa nini ukamleta kwangu? Kwa nini usingempeleka kijijini kwa mwenyekiti wa kijiji au kwa mtendaji wa kijiji au kwa mjumbe, ukamleta kwangu? Tatizo nini? Lakini baba, lakini ubinadamu ndio maana nakwambia. Hakuna ubinadamu kwa mtu mwenye madamu kama vile mtu ana majeraha mwili mzima, utafikiria ametoka buchani au yeye Sasa sikiliza. Simtaki. Hapa kwangu sio sehemu ya kutunza majambazi. Lakini simtaki. Lakini baba, nishasema simtaki kijana huyu. Kwangu mimi sitaki. Tena baba kila baada baba. Sitaki kwangu. Tena wewe mtoto wewe. Chukua haraka, fanya haraka. Tena ondoka hapa kwangu, simtaki. Kama ulivyoona hapo nyumbani. Baba hataki kabisa kukuona. Na baba kama ulivyoona, yani kuna vijana humu ni hatari. Vibaka nini, ndio maana hakutaka kupokea pale nyumbani. No. Msaada wangu sasa mimi cha kufanya, mimi wewe sitakuweza kukutupa, wewe ni ndugu yangu. Ila kwa sasa hivi hapa Mwaloni utakutafutia kazi. Na kazi yenyewe hapa sio kazi za le mama, ni kwenda yani kazi ya uvuvi. Samaki na wewe. Ndio hivyo, uvuvi ndio kazi kubwa sana hapa Mwaloni. La sivyo basi lazima unaangalia mazingira mengine, labda una mazingira mengine wewe. Sasa ndio msaada wangu haswa, ndio wa mwisho huo ndugu yangu. Na siwezi na kutupa kweli. Ndugu yangu, unajua mimi kwa changamoto ambazo nimezipitia hapa, nadhani ni changamoto kubwa sana. Yaani kiujumla ni matatizo makubwa. Na mimi kilichonileta hapa kikubwa zaidi ni kuja kufanya kazi. Maana mimi sio mwenyeji wa hapa. Sina ndugu, sina rafiki. Wewe ndio umekuwa ndugu yangu wa kwanza, wewe ndio umekuwa rafiki yangu wa kwanza. Kwa hiyo
mimi kazi yoyote ile naweza nikafanya, hususan hata hiyo kazi ya uvuvi ambayo unanisema. Nitajitahidi kadri ya uwezo wangu kusudi niweze kufanya, nipate chochote ambacho kinaweza kikasukuma maisha yangu kwenda mbele. Na unaitwa nani kweli? Mimi jina langu naitwa Manota. 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 Sawa Manota. Mimi ngoja ni sasa kwa kuwa umekubali. Maana hiyo ni show. Uvuvi baba ni show. Kwa hiyo umekubali bana. Mimi hakuna shida. Kwa langu mimi hapa ni kontawa. Wananielewa. Ukipita hapo kunguru mweupe ukipata kunguru mweupe, nani kunguru mweupe niletee samaki. Ndio mimi. Kwa hiyo wananijua sana. Kwa hiyo mimi hiyo kazi niachie mimi kwa sasa hivi. Kesho wewe jiandae tujimalishe. Wende mzigoni. Kesho tu naingia. Unaanza kuingiza 200 500. Mimi nitangulize tu shukrani zangu za dhati kwako, lakini pia hata kwa familia. Wala siwezi kumlaumu baba kwa alichokifanya. Kwa sababu ilikuwa ni wajibu wake. Ila mimi nadhani wewe ndio ndugu yangu, na kuanzia sasa mimi nakuhesabu wewe kama ndugu yangu. Kwa hiyo nitafanya kama vile ambavyo wewe mwenyewe, kwa sababu unajua uwezi kunielekeza njia. Tunaenda hivi au hivi? Tunaenda huko. Ulete pale. Utaongeza kwenye mafuta. Sawa. Au sikia, uambie ndugu zako bana, wewe wanaangalia sana. Ndio kutega wapi ndugu yangu? Naelekea Guta. Kala mashine. Naelekea Guta huko. Sasa Kala, kama nilivyokuambia jana, huyu ndo mhusika mwenyewe. Yule bwana mdogo ambaye niambia anataka kufanya shughuli za uvuvi. Kijana safi kabisa. Bwana mdogo karibu. Kweli? Kwema sasa. Huyu bwana alikuja kumwombea nafasi huyu hapa. Kuhusiana na masuala ya uvuvi. Sasa kama kutakuwa na nafasi, nafikiri aanze kazi leo. Wanajua kufanya samaki. Unajua? Hakuna shida. Kulingana na hawa wanaongea huyu hapa na huyu hapa na huyu hapa, mtaenda kupiga kazi. Unaona bwana Benja, sasa nafikiri yamefikia wakati mzuri. Bataanza leo kabisa rasmi. Umeshapata kazi ndugu yangu. Toka kamwe kazi. Kafanya kazi mshoa. Sasa sikia. Sasa bwana Benja, mimi nikuhakikishia kwamba huyu ataenda atafanya kazi. Wewe hebu andaa mazingira, huyu bwana aanze kazi rasmi. Haya, sawa. Sasa Kala, mimi bana mkabidhi mimi nirudi nyumbani. Unajua harakati zangu. Blaza, napiga kazi sana. Yaani sana. Nitakuta kesho. Nenda sasa wewe fanya hivi au muandalie vifaa. Ile bosi nyingine kuna mtu mmoja alipelea. Muandalie vifaa. Na naona ni kijana ana mwili yuko vizuri. Muandalie vifaa ili basi. Naona hapa basi haina shida. Sasa ndugu yangu, chukua hivi nyambo kama unaweza hii kazi. Changamka ndio shughuli zenyewe hizo. La kuvaa hivi. La kuvaa hilo. Ukafikiri akula. Kapige kazi kweli kweli. Sasa utamweka kwenye budget. Utamweka kwenye budget. Sasa ameshapata kazi. Ndio maana nikwambia mimi nataka mimi kwa wananijua wote. Naona na ile nimeendea kazi. Mimi sasa bwana Benja, wewe haina shida. Sisi tuachie huyu mtu na pili ameshapata kazi. Hakuna shida. Kwa mimi naweza kwenda. Au unaweza kaenda. Kapambane mshua. Tanikuta kesho. Hamna shida. Sawa. Nipitia hapa. Basi haina shida. Panga wasipango yote na huyu bwana nafikiri umweke kwenye taratibu. Kila kitu utatulipa. Mafuta ya kawaida tu barabarani. Kawaida. Hiyo sawa nani anailipa? Kama hiyo sawa nani anailipa? Acha kusema mambo ya kawaida. Tumetumia mafuta, tumetumia pesa ya kula. Wewe vipi? Unatuletea mjinga kama huyo, ona ndege zake kama unataka kupiga nafsi. Jinga wewe. Usinipotelea macho.
Kazi yenyewe unajua sio manake. Unaongea na wewe hapo sio manake. Wewe kuvua samaki wewe, au unataka kuvua nguo? Unaongea na wewe. Hii ni hasara hii. Lakini niache mimi njaa hapa. Huwezi kazi, sema huwezi kazi. Usiletee njaa hapa. Toka huko. Toka huko. Toka. Toka. Kisha hapa. Acha ujinga bwana. Samani bwana, kama sasa kwa hilo. Alikuja anasema anajua kuvua samaki, anajua kuvua nguo tu kumbavu. Na nilikuwa nakuheshimu sana kaka. Yeye wanunuzi hapo ndio nimwangalia samaki. Tena sikiliza kala. Siku nyingine usilete bora kama hawa. Na yeye anakuambia nini? Na yeye anachukua kutoka hapo. Sababu Joshua. Naam. Nitangaze zile baki hapo. lita 7 kwa wamejisha. Wewe hesabu kwanza hela bwana. Wale shida nini? Lita 7 zinatuhusu. Tunataka hela bwana. Sisi tuondoke. Sasa ni hivi, sikilizeni basi. Ile dumu la kadhaa tunaweza shilingi 20,000. Na hiyo usimenielewa. Hapa mimi najitolea tu kama msamizi wenu. Naongezea 20 nyingine fika 40, mko wanne. Nini? Sikilizeni basi kwanza. Shida nini? Shida ni kwamba tunataka hela sio 20. Ongeza hela. Ongeza hela hiyo itoshi. Yaani ongeze 20 na huyo mwege wako ndio amefanya nini? Bwana, nimeomba samahani kwa hiyo. Ndio maana nikasema kwamba niongezee pesa nyingine. Kwa sababu mko watu wanne mgawane basi kila mtu yapate. 10,000 shida nini? Nini? Wanasemaje nini 10,000? 10,000 yani? Tumepigwa dola huko upepo kila kitu. Ongezea bosi wangu hata. Niongezea nini? Nimeshaongezea 20. Geria bibi Geria. Hivi nyinyi naingia kiunya anazungumza huyu. Tumeshamalizana hapo. Kama leo tumgie 10,000. Oa, yeye hela tunakula sisi wenyewe. Oa, sisi tuondoke. Mjoo. Wadogo. Wadogo. Basi tuongezee kidogo bosi. Tuongezee nini bwana? Unaacha linaenda. Unaacha nini? Upuzi wako. Upuzi. Unaona sasa. Kwa nini usingeniambia ukweli kwamba hii kazi huiwezi? Yaani kwa kweli mimi sijawahi kuvua hata mara moja. Na ubaya watu bado usema kwamba hii kazi siwezi, jua la kusaidiaje? Sio unakuja hapa mimi nataka niende nikatege nikavue dagaa. Mimi ni mzoefu. Uzoefu gani huu sasa? Kaka. Ni shida tu na matatizo ambayo mimi niko nayo, ndio maana ilinibidi nikudanganye ili kusudi angalau nipate chochote. Hapa nimekuja sina ndugu, sina rafiki, wala sina sehemu ya kufikia. Unajua kuna kazi zingine sio za majaribio. Hii kazi ni ngumu. Hii kazi ni ngumu. Mtu mmoja akifeli tu, mtu mmoja akiharibu tu, hakuna ambacho watapata. Angalia hasara. Hii ni hasara hii. Na wao jamaa wakati mwingine wako sawa tu, wanataka kukudhulumu hela, na si kukudhulumu kwa sababu hamna unachokifanya huko. Mimi naomba tu nisamehe kwa kweli. Kwa sababu sikuwa na namna ya kufanya. Hapa nikikwambia nilipokutana na kunguru jana ndo aliniambia chakula. Lakini sina mwelekeo kabisa. Na nilienda hadi nyumbani kwao nikafukuzwa. Maana yake sina pa kwenda, sina pa kukimbilia. Ndio maana unaniona nipo hivi. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Manota. Unaitwa Manota? Ndio. Wewe mwenyeji wapi? Mimi mwenyeji wa Mswati. Unaitwa Manota, mwenyeji wa Miswaki. Ndio. Sawa, nitakusaidia. Nitafanyaje? Utanisaidia nini? Nitakusaidia. Nashukuru sana kaka, nashukuru. Nashukuru mno. Sasa fanya kitu kimoja. Naomba nibadilishe shati.
baadaye nikuchukua hapa twende. Sawa. Ila nashukuru sana kwa wema wako. Dakika 2 sawa. Karibu Bwana Manota. Karibu kae. Kaa. Usiogope kaa. Wife. Da. Karibu sana Bwana Manota. Jisikie uko nyumbani. Asante. Wow. Karibu mangu. Asante. Tuna mgeni hapa. Bwana Manota. Salama bwana. Huyu ni mke wangu. Anaitwa Elizabeth. Huyu anaitwa Bwana Manota. Ni mgeni wetu. Sasa hebu muandalie mazingira aweze kuoga, lakini pia na mazingira mengine. Sawa? Haya. Kasa mangu. Asante. Twende. Kaka nitakuelekeza sehemu ya kuoga. Wife. Bebe wangu. Pole na majukumu kwanza. Asante. Mke wangu. Bebe wangu. Huyu mgeni ambaye unamuona hapa. Kuanzia leo tutaishi naye hapa nyumbani. Na labda nikwambie kitu kimoja. Huyu bwana ni rafiki yangu mkubwa sana huko kijijini. Na hata safari ya juzi ambayo nimekwenda kijijini huko, nilipofika nikamuulizia. Lakini taarifa zikasema kwamba kuna shida ilitokea katika familia yao. Matatizo makubwa yalimfanya kaja huko. Lakini katika kuulizia vizuri nikaambiwa dadangu ndo chanzo cha matatizo. Na ni dhahiri kwamba hanikumbuki kabisa. Kwa nini dadako ndo chanzo? Hayo mengine tutazungumza. Sio muhimu sana kwa sasa. Sawa? Lakini kama nilivyosema kwamba ni dhahiri hanikumbuki kabisa. Na sitaki au anikumbuke mimi ndo rafiki yake ambaye tuliishi pamoja sehemu moja. Na hisi akija kukumbuka kwamba mimi ni nani, alafu dada yangu ndo mtu ambaye anasababisha yale matatizo. Hebu fikiria. Sio, nielewa? Sawa mangu, nimekuelewa. Asante kama umenielewa. Mgeni mwenyewe naona ameshajiandaa, ameoga vizuri, kapendeza. Bwana Manota. Mangu. Naam. Niwaache kwanza nikandae chakula. Basi sawa. Mimi niache na mgeni wetu hapa. Ili tuyajenge. Wajisikiaje sasa hivi? Mimi niko poa. Niko poa. Eti samahani.